Niache wadau. Kwanza kabla hatujaendelea, nataka nikuulize swali tu. According to you, wewe huwa unaamini mtu akifa huwa anaenda wapi? Ama ni kitu gani ambacho kinatokea baada ya mtu kufariki? Ila hiyo ni according na uelewa wako, kulingana na uelewa wako. Tuambie hapa kwa comments. Okay, tuende kazi. Now, wadau, ilikuwa ni 1998. Louisiana, United States. Kunazaliwa kijana ambaye anaitwa James Leiniger. James Leiniger anazaliwa hapo Louisiana, United States. Yeah, so ikifika ni around 2000 hapo ako na miaka miwili. So James Leiniger anaanza kuota ndoto za ajabu. Ndoto ambazo zinajirudia kila mara. Na kila ndoto zenye anaota ni kama movie, yani penye leo ameota ndoto, penye atashtuka na mke, kesho tena hiyo ndoto itaendelea hapo na zinaenda zikijirudia. So hii kitu inakuja na inakuwa serious hadi wazazi wanaanza kuichukulia na uzito fulani, kwa sababu mwanzo walikuwa wanaichukulia tu kawaida. Ya, lakini ilikuja ikakuwa weird sana, kwa sababu mtoto wa 2 years haiwezekani anaota ndoto alafu akiamka watu wenye walikuwa wanatajwa kwa hiyo ndoto, hawa watu wote anawakumbuka majina zao. Alafu wakirudi kwa history, watu wenye huu mtoto anataja ni watu wenye wako kwa history. Wengine ni majenerali, wengine walikuwa wanajeshi kwa vita. So ni watu wenye walikuwa kwa history, lakini huu ni mtoto wa miaka miwili. Kama ni history haijui kabisa. Lakini anaota ndoto na anataja, akitoka kwa hiyo ndoto anawaambia nilikuwa huko na mtu fulani na mtu fulani. Okay, so hiyo kitu ilijirudia hivyo. Lakini huyu mtoto huwa alikuwa anashinda akiambia wazazi wake yeye huwa anaota yeye ni pilot wa ndege, na huwa yeye ni rubani wa ndege, na huwa anaota ndege yake ikianguka na akipoteza maisha. So huwa anasema anakumbuka walikuwa kwenye vita yana venye walikuwa kwenye vita, so ndege yake ilikuwa ni ndege ya vita, so hivyo ndio ndege yake ilianguka na akafariki. Alafu ukiangalia vizuri hiyo story, wazazi walikuja wakawa nao serious sana, na hadi watu wengine wakaingilia na wakaanza kufanya utafiti wao. Walipofanya utafiti, amini usiamini, waligundua kuna around wakati vita zinapigwana, vita vya pili vya dunia, World War II, kuna rubani mwenye alikuwa anaitwa James Huston. James Huston alikuwa ni rubani wa ndege fulani ya vita hapo, na alifariki wakati wako kwa vita. Na the same story yake venye alifariki ndio the same story yenye huyu mtoto anaelezea venye anaota yeye alifariki hivyo. So of course hii story ilikuja ikagonga vichwa vya habari, kwa sababu ilikuwa story ya kushangaza sana. Ilikuwa story yenye yani ni ngumu sana kuielewa. I did extensive research based on what James had told us. We were able to determine that James was remembering the life of a fighter pilot who'd been killed during World War II at the Battle for Iwo Jima. His name was James M. Houston Jr. And when his family sent us the initial package of photographs, we were amazed by the striking resemblance between James M. Houston Jr., the fighter pilot who was shot down in World War II, and our own son James. Yeah, so huyu mtoto watu wengi sana walifanya utafiti. Alafu ukiangalia huyu mtoto anaitwa James Leiniger. Alafu yule abiria, yule rubani mwenye alifariki na ndege miaka zilizopita kwenye hizo vita za World War II, pia yeye alikuwa anaitwa James, lakini yeye alikuwa anaitwa James Huston. So unaona hapo, sijui ni coincidence ama kuna kitu hapo. So hapo ndio watu walikuja na theory ya reincarnation. Wakasema hivi, wakati mtu anafariki ama wakati mtu anapoteza maisha yake, roho yake huwa inatoka, nafsi yake huwa inatoka na inaenda kuzaliwa kwenye mwili mwingine mpya. Is reincarnation a possibility? Within the realms of the mysterious and the unknown, one story emerges, casting a shadow of doubt on the boundaries of life and death. The enigmatic tale of James Leninger and James Houston. In the intricate tapestry of existence, young James Leninger carried a burden far beyond his tender years, a profound recollection of a past life. So, hiyo wanasema umekuwa reincarnated, lakini memory yako huwa inafutika. Lakini so kuna uwezekano mkubwa huyu mtoto yeye memory yake yote haikufutika, na ndio maana alikuwa anaota ndoto akiwa kwa vita.
na akianguka na ndege akipoteza maisha. Lakini kuna wengine wenye walikuja wakasema tu ni hiyo kitu ni by coincidence, hakuna lolote hapo, lakini wewe ukiangalia hizo vitu zina match. Kitu cha kwanza, huyu mtoto anaitwa James Leiniga. Yule rubani alikuwa anaitwa James Huston. Kitu cha pili, huyu mtoto anaota ndoto ambazo zinajirudia, so ni kama ni kitu yenye imemhapenia, alafu anakumbuka, ni kama flashback zinakuja, akianza kuota kuna vitu anakumbuka. So hii kitu imewacha wanasayansi kama wamekosa majibu, wamekosa la kusema juu. By the way, hii ni story nyingine yenye ni deadly sana, kuielewa ni ngumu sana. So sijui hapo we maoni yako ni gani? Sijui we unaamini kwenye hii theory ya reincarnation, wakati mtu akikufa nafsi yake inatoka na inazaliwa kwa mwili mwingine mpya na anaendelea na life, ama wewe unaamini vipi kulingana na imani yako? So hiyo ndio story yetu ya James Leiniga, kijana ambaye aligonga vichwa vya habari. So unaweza acha hapa maoni yako, na usisahau kusubscribe, kulike na kushare, na pia kuachia hapa comment yako, itakuwa fiti sana.